Majina naitwa Abel Kenyon, na mimi ni director katika Nyamache Tea Factory. Wakati mwingi nikiongea naongea mambo ya chai, na kwa sasa tunajua mambo ya uchaguzi ya madirectors imeanza, iko njiani. Tunangojea tupewe barua ya kusema ni lini tutaanza kampeni yetu officially. Tunajua tunapewa siku 21 ya kufanya kampeni, ndio tunangoja. Lakini hiyo haiwezi kutufanya sisi kama madirector tukae bila kufanya kazi. Hata saa hii leo nimetoka mkutano wa marketing katika factory yetu Nyamache, ya kupanga tuone ni nani, yani maneno gani yale ambao tutapeleka katika full board. Hiyo itakuja next week. Kwa hivyo nachukua nafasi hii wasalamia wakulima wetu wote katika Basse Chache ward ile ambayo mimi nawakilisha. Yetu inaitwa Basse Chache zone. Yetu ni zone. Niko na ward mbili, Basse Chache ward na Sameta Mukwerero ward. Niko na wakulima zaidi ya 2400 katika hiyo zone yangu. Nina furaha wakulima walinipa nafasi wakanichagua 2021, nikawa director wao, tena nikawa chairman ya Nyamache Tea Factory mpaka mwaka uliopita mwezi wa 11. Ndio tena wakafanya mabadilisho, nikatolewa chairman, lakini hata hivyo naendelea kufanya kazi kama director ya Basse Chache. Tumekuwa na changamoto nyingi katika factory, kwa sababu tulipoingia tulipata factory ilikuwa chini kwa kibiashara, kwa sababu wakulima walilipwa shilingi 7 siku hiyo na hiyo 2021, na sisi tuliwatoa hapo tukawalipa shilingi 20 kilo moja ya bonus, na sasa tukamalizia hii mwaka uliopita shilingi 30 kwa kilo, na tunatarajia kulipa zaidi mwaka ujao au mwaka huu tukifika wakati wa bonus. Kulikuwa na upungufu wa chai katika factory yetu, na tukafanya juu chini, tukafanya bidii na madirector wenzetu, tukasema lazima chai iwe mingi na iwe ya quality nzuri, na hiyo tumeachieve kiwango kile ambao tulihitaji kufanya. Hata kama hatujafika kiwango ya kutosha, tutaendelea kufanya. Kwa hivyo nauliza watu yetu wakulima, mkinichagua, yale yamebaki tutaendelea kutekeleza. Nina hakika iko mengi. Nataka tufueke factory ya Orthodox ya kusaga ile chai inaitwa Orthodox tea, green tea, yellow tea, all these specialties teas. Kwa hivyo nina hiyo mpango, na mkinirudisha nitafanya hiyo mpango, na nione ya kwamba hii factory mbili tumetoa. Hii factory ya Itumbe imejisimamia, kwa sababu saa hii factory ya Itumbe iko pamoja na Nyamache. Nyamache ndio mama mkubwa na huyo ni mtoto, lakini sasa lazima iwe kiwango kile ambao mtoto anakuwa mkubwa, anatoka kwa mama naenda kujifanyia kazi. Hiyo ndio nia yangu. Nataka nikirudi hii miaka 3 niwe nimefanya juu chini, nione tukiweka Orthodox alafu Itumbe ikae kivyake na ijisimamie na Orthodox mashine yake. Kwa hivyo naomba wakulima wetu msiogope na msidanganywe na wale wengine wanakuja kusema ati wanataka. Mimi mmeona kazi yangu nimeifanya vile mlinituma. Nitaweza sema yale yote mliambia nitekeleze, nimetekeleza. Yale yamebaki yanataka muda mwingine wa miaka 3. Ndio nawaomba tafadhali msibadilike na msibadilishe director wenu, kwa sababu mtapoteza
Hatutaki watu mnapeleka wale warudishe nyinyi shilingi 7 tena. Kwa kila mwezi tuliwakuta mko shilingi 17 kwa kilo. Tumewatoa hapo tukaleta mkawa kilo 20 kwa kilo. Tumeweka sasa kilo 24. Amini Kenya shilingi 24 kwa kila kilo. Yaani kila mwezi mnapata pesa. Ninasema hivi. Hii zoni yangu niko na wakulima 2500 karibu hapo. Na kilo ile mlipeleka katika factory ilikuwa karibu kilo 2,000,000 kwa hiyo mwaka uliopita. Na kwa hivyo ukipiga hesabu utakuta mimi nililetea hii zone pesa za 60 milioni 60 ndio nimewaletea hapa katika hii zone mwaka uliopita. Ukipiga hiyo hesabu 30 shillings per kilo na kilo 2,000,000 itawapatia hiyo pesa. Sasa mnataka rudi pesa ya chini kwa sababu mkibadilisha director. Msidanganywe. Nipe nafasi ya kumaliza kipindi changu ya miaka 6. Kutoka hapo mchague ile mnataka. Wauliza wakulima tupande chai nyingi. Nataka weka nasari Motonto. Ndio watu wa Nyang'iti wapande chai nyingi. Nataka weka nasari Nyansongo. Nyansongo niliweka mkatoa mkapanda. Tena nataka niweke mtoe mpande. Tuwe na chai nyingi. Ndio mwaka yangu nikimaliza niwe nimewekea factory Nyaganja. Kwa hivyo niko na maono ya mbele. Wacha kuchukua watu wanaona vitu kama hiyo ni ngumu, haiwezi fanyika. Kwa hivyo mimi si muoga. Mimi ni yule mtu ambaye anajua kazi. Nimefanya kazi kwa serikali miaka mingi, miaka 30. Nimekuwa chief economist of Kenya. Nilikuwa deputy ambassador London kwa miaka 5. Mimi nimefunza university au been university professor for the last 10 years. Sasa ninakuwa na uchuache wa mbali. Ninaona mbele na nina maono ya mbele. Na ninajua mambo mengi. I'm well exposed in many areas. So siwezi kuwa kama wale watu walizaliwa hapa, wakakuwa hapo na wanaendelea kuwa hapo ati ndio wanakuwa leaders. Yaani akienda huko hakuna experience nyingine ametoa nje kusaidia wakulima waende mbele. Kwa hayo ninaomba mfanye kazi na mimi na tufanye kampeni kianza, tufanye kampeni ile ambao iko ya amani. Hatutaki kuharibu jina ya mtu. Vile wenzangu wanaenda kusema Kenyoru alifanya hivi, Kenyoru hiyo si policy. Unaenda kufanyia wakulima nini? Ni nini wewe umewaambia utafanya? Ndio wapate pesa mingi kuliko 30 ile niliwapatia. Lakini hapana simama kusema Kenyoru hakuandika mtu, Kenyoru alitukana nani, Kenyoru aliiba hii. Na hiyo kitu you have no evidence. You are just talking nonsense. Kitu hapa uchui. Ni nini unasema? Hatutaki wale watu wanaitwa leaders wawe namna hiyo. Let us do our campaign peacefully bila kuharibu jina ya mtu yeyote. Mimi nimekaa hapa Kisii miaka mingi, nilisaliwa hapa, nikaenda shule Kabaranita High School, nikatoka nikaenda India, nimetoka India nikaenda University ya America, nikawa sponsored na serikali ya Kenya, nimetoka hapo nimeenda kufanya PhD na masters ingine huko UK. Kwa hivyo mimi ni mtu amesoma, mimi ni mtu amekuwa na experience ya kutosha katika serikali yetu ya. Hapana peleka anybody aende kuwa represent. Mimi katika hapa community yangu nimewachengea shule. Na hiyo shule inaitwa Kenyoru Primary School. Nilichenga shule nikanunua pesa yangu an academy, tukaiweka primary school ikawa ya serikali, nikapatia serikali. Sasa ndio inaendesha hiyo shule, inaitwa Kenyoru DP Primary School. Na watoto wanasoma, imefanya mtihani mara 8. Kwa hivyo wa community najulikana, nimefanya mengi. Wakati stima ilipita hapa ya Ketrako, mimi ndio nilikuwa leader ya kunegotiate for compensation ya wananchi wetu. Hakuna haja kupigana. Kuwa director sio mwisho wa maisha. Hiyo ni kitu kawaida. Kwa hivyo hakuna haja ya kusosana.
hakuna haja ya kugombana, tufanye peaceful campaign. Toa policies zako kwa wakulima, waambie ni nini utawafanyia, wachague. Ni wenyewe ndio watachagua ile mtu wanataka. Na tunataka tufanye kampeni ya kuheshimiana. Vile nimesema, Kenya mzima bana haribu China ya wengine, useme pula, hiyo ni mbaya. Wacha tukae, ile kampeni inaitwa kwa kimombo mature campaign, isiyo haribu China ya mwenzako. Kwa hivyo mimi I promise nitafanya kampeni ya amani, na hiyo